Samueli wa kwanza sura ya pili mstari wa 26. Na yule mtoto akakua akapata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Na yule mtoto Samueli akakua akapata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Moja ya kitu kinacholetaga ugumu kwenye maisha ni kukubali kufanya kitu alafu kile kitu unakuwa unakifanya hauna kibali kwacho. Na namna ambayo Mungu anaweza kumpumzisha mtu, kumtoa kwenye hali ya ugumu wa changamoto, lakini pia katika hali ya ugumu wa kuhangaikia kitu na kukitekesekea kitu, ni kumpa kibali kwenye kile kitu. Ukikosa kibali kwenye jambo lolote, hata kama watu wengine nje wanaona unafanya kitu kizuri, ila kwako kitakuwa ni kitu cha kuchosha, lakini pia kwako kitakuwa ni kitu cha kutumia nguvu kubwa sana ukifanikisha. Lakini pia ukikosa kibali kwenye jambo lolote lile unaloliendea, wakati wenzio wenye kibali kwenye lile jambo huwa wanatumia nguvu kidogo na kupata matokeo makubwa sana, wewe utajikuta unatumia nguvu kubwa sana na kupata matokeo madogo sana, na ikiwezekana hata hayo matokeo madogo usiyapate. Kwa hiyo kibali kikiwepo kwenye jambo, iwe ni mahusiano, utashangaa tu yanaserereka. Iwe ni kazi, umeajiriwa ofisini, hautatumia nguvu kubwa kupandishwa cheo, hautatumia nguvu kubwa kupata hiyo nafasi. Badala yake utashangaa tu wewe kwa njia rahisi na kwa namna nyepesi unaongezeka cheo, mshahara unaongezeka, vitu vinafanikiwa. Lakini pia kibali kinapopungua kwenye jambo lolote lile, utajikuta ni mtu ambaye unatumia muda mrefu sana kufanikisha. Moja, utajikuta unatumia nguvu kubwa kupata matokeo na hata yale matokeo unayoyapata yatakuwa ni madogo. Lakini mbili, ni kwamba utajikuta unatumia muda mrefu, wakati mrefu sana kulifanya lile jambo, alafu kija kuangalia muda na nguvu ulivyovitumia ni vichache. Na kwa sababu hiyo ni nini? Ni kwamba pambana, fanya unaloweza kufanya, uhakikisha haupotezi kibali kwenye ile jambo unalolifanya, lakini kwenye ile jambo unalolitaka. Kwenye eneo lako la wito, fanya unavyofanya, hakikisha haupotezi kibali. Kwenye mahusiano yako, fanya unaweza kuyafanya, iwe ni kwa maombi, iwe ni kwa sadaka, iwe ni kwa namna gani, usipoteze kibali, kwa sababu ukipoteza kibali, hata kama jambo litaonekana ni kubwa, ni zuri, linafaa, ile utajikuta unatumia nguvu kubwa, matokeo kidogo. Lakini pia utajikuta unatumia muda mrefu na njia ndefu, njia nyingi, lakini bado usipate matokeo. Na yule mtoto Samueli akakua akapata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. Na ukiangalia ukuaji wa Samueli, ni mtu ambaye kukua kwake, kwa sababu maandiko yanamtaja kwamba alikuwa na kibali mbele za Mungu, lakini pia alikuwa na kibali mbele za wanadamu. Hata maisha yake aliyoishi kama mwamuzi, lakini pia kama nabii. Unajua Nabii Samueli ni mtu pekee kutokana na aina ya kibali alichokuwa nacho. Nabii Samueli ndiye mtu pekee kulingana na kibali alicho nacho, ndiye nabii pekee aliyefanya kazi za watu watatu. Yaani alifanya kazi kwenye nafasi tatu na ofisi tatu. Nabii Samueli alifanya kazi kwenye ofisi ya kinabii, lakini pia alifanya kama mwamuzi wa Israeli, lakini pia alifanya bado kazi kama mfalme kwenye nchi ya Israeli na akawaongoza watu. Kilichompelekea kumpa hizo nafasi zote ni nini? Kibali. Ndio maana Nabii Samuel wakati alipokuwepo yeye kama nabii, Israeli hawakuwa na shida na mwamuzi yeyote, kwa sababu Nabii Samuel alikuwa na uwezo wa kuplay part kama mwamuzi. Lakini pia Nabii Samuel alipokuwepo kama nabii, Israeli walikuwa hawana shida ya kutaka mfalme, kwa sababu yeye kwa kile kibali alichokuwa nacho alikuwa na uwezo wa kuplay part kama mfalme. Lakini pia kwa wakati ambao Nabii Samuel alipokuwepo, hawakuhitaji manabii wengi katika Israeli, kwa sababu nafasi aliyokuwa nayo na aliyokuwa anacheza nayo ilikuwa inampa kibali cha kipekee cha kuwa nabii, mwamuzi na kuwa kama mfalme. Na aliyafanya haya yote. Nini cha kusema na wewe? Mimi na wewe tunahitaji kibali kikubwa sana kwenye maisha. Kwenye eneo lolote, iwe kwenye ndoa, tunahitaji kibali. Iwe kwenye kazi, tunahitaji kibali. Iwe kwenye eneo letu la wito, tunahitaji kibali zaidi. Iwe kwenye utumishi wetu, tunahitaji kibali zaidi. Iwe kwenye yale mambo tunayohitaji, tunahitaji kibali zaidi.